Huyu bwana alikuwa anatoka na mtoto wa mwanajeshi. Alivyotuelekeza kisa chake kipo kama ifuatavyo. Alinipigia simu lakini tukaongea, alinielekeza ni wiki iliyopita ile nilikuwa pale Mbeya mjini, ana duka pale Mbeya. Alikuwa anatoka na mtoto wa mwanajeshi, na huyu mtoto wa mwanajeshi alikuwa kipindi hicho alikuwa ni mwanafunzi, lakini huyu jamaa alikuwa hajui. Mpaka sasa hivi mshikaji tunavyozungumza, yeye tayari ana mke na ana watoto wawili. Mtoto mwingine bado ni mdogo, ananyonya, lakini yule mwanamke walipotezana kipindi hicho kufuatana na misukosuko iliyowakuta. Sikiliza hiki kisa mpaka mwisho, kuna kitu ambacho utakiona. Japo mhusika yeye amesema kwamba hahitaji ushauri, lakini kuna kitu ambacho anaona kama kuna watu baadhi mnaweza mkao mkajifunza au mkaona mapito aliyoyapitia. Nilifika mpaka dukani kwake, nikamwambia kwa nini tusirekodi moja kwa moja. Akasema mwanangu, hapana, sitaki isije kaleta shida, kwa sababu na yule mwanamke naye tayari yupo kwa mume wake. Iko hivi, huyu jamaa anasema kwamba kipindi hicho yeye alitoka kwa kijijini, alienda pale mjini, alikuwa anakaa kwa baba mdogo wake. Sasa wakati yuko pale alikuwa ameshamaliza form 4 na matokeo, wakati anasubiria matokeo ikabidi atoke kule kijijini aende mjini. Na baba mdogo wake wao wanasema kwamba wakati wapo kule kijijini, baba mdogo wao walikuwa wanaona ni kama mtu ambaye ni afadhali, kwa sababu mtu ambaye anakaa mjini na amepanga chumba, anaishi na familia yake. Anasema kwamba kwa kipindi hicho walikuwa wanaona mtu ana maisha ya afadhali. Kwa hiyo jamaa alienda pale akawa anakaa pale wakati anasubiria matokeo. Sehemu alipokuwa anakaa, anasema baba mdogo wake alikuwa na vyumba viwili, chumba na sebule. Anasema yeye alikuwa analala kwenye makochi, sio sofa, makochi. Pale alikuwa ametandika mkeka aina ya ukindu, anajaza nguo pale. Mshikaji anasema alikuwa ndo analala. Na kitu ambacho amekisema kwamba kipindi hicho wakati yeye anaishi maisha namna hiyo, tangia umri mpaka ameanza form 1 mpaka darasa la kwanza mpaka anamaliza form 4, hakuwahi kulalia kitanda, hakuwahi kulalia kitanda cha mbao wala hakuwahi kulalia godoro. Ndio yalikuwa ni maisha yake mpaka alipofika kwa huko kwa baba mdogo wake, akawa analala kwenye kochi bila makuishi, anaweka tu mkeka, anajaza nguo, analala hapo. Asubuhi ikifika anawahi kuamka, nguo zake ziko chini ya nani hapo, maisha mengine yanaendelea. Anasema yeye aliona ni fresh tu, ndio maisha ambayo alikuwa amezoea. Sasa ikafika kipindi matokeo ya form 4 yakawa yametoka, fanikiwa kuchaguliwa kuendelea na masomo, lakini wakawa wanajadili na akiwa na matumaini kwamba sasa hivi natakiwa aendelee na masomo. Familia ambayo anatoka na maisha walionayo ni maisha ambayo yalikuwa ni magumu, ilikuwa ni vigumu yeye kuendelea. Kwa hiyo walikuwa wanaishi tu na matumaini kwamba mpaka inapofika matokeo yametoka muda huu, mpaka inapofika mwezi wa 7 wanavyoanza kwenda shule, basi huyu jamaa na yeye ataenda. Sasa kilichokuja kuleta shida, wazazi wake walifeli kuandaa hata maandalizi ya kuendelea, ila wakamwahidi kwamba mwaka unaofuata ndio mwaka ambao utaenda shule na kuanza masomo. Mshikaji anasema basi wakati yuko pale akamwomba baba mdogo wake kwamba basi atafute kazi, haiwezekani akawa anakaa tu pale nyumbani. Anasema akawa anapata kazi ndogo ndogo ambazo alikuwa anaenda kusaidia fundi, na yeye akitoka kule anarudi na kakitu pale nyumbani, chochote kile, unaona. Anasema kwa yakawa ni maisha yake hayo. Mwisho wa siku akawa amepata kazi ya kaushi, akawa anaosha magari pale mjini. Kwa ile ndio ikawa ni kazi. Lakini sasa katika pitapita zake kuna mabinti fulani ambao alikuwa anakutana nao. Mmoja ya mabinti ndio huyu binti ambaye ndio mhusika wa hiki kisa ambaye huyu jamaa ametuambia. Anasema siku hiyo akawa anamuona tu binti fulani, akafanya mazoea. Muda mwingine yule binti unakuta ameandamana na mabinti wenzake pale, wanakuja wanachota maji, lakini yeye hachota, anawasaidia tu kubeba. Wanaenda wananunua maji kwa sababu msemo wenyewe walikuwa wanauza maji. Sasa alikuwa hamjui kiundani huyu binti ni mtoto wa nani na inakuwaje, na wala haijui background yake. Jamaa anasema kwamba ikafika kipindi kama kawaida mwanaume akamfuata, akamshawishi yule binti, na yeye kipindi hicho alikuwa hana mahusiano na mtu mwingine yoyote. Kwanza kiujumla alikuwa hajui masuala ya kimahusiano. Yule binti na yeye alikuwa ni umri ni mdogo tu, inaonekana walikuwa wameshamaliza kipindi sawa tu na yeye. Sasa jamaa anasema kama amemshawishi yule binti, wakaelewana, yule binti akamkubalia. Lakini ilikuwa ni tabia yule binti, anaondoka, anaweza kaondoka akakaa muda mrefu, jamaa hajui ameenda wapi. Anaporudi wanakutana, hawafanyi kitu chochote, kwa sababu jamaa anasema kilichokuwa kinasumbua zaidi ni yeye wataenda kukutana sehemu gani. Anasema sasa yale mahusiano yalipokuwa tu yapo kwenye simu, yule binti kumbe akienda shuleni simu hatumii, mpaka anavyorudi tena anamtafuta mshikaji, lakini hawafanyi kitu chochote. Anasema mwaka ukakata, wapo tu hivi. Lakini baada hapo akaja kugundua kwamba yule ni mtoto wa mwanajeshi. Mama yake ni mwanajeshi na baba yake ni mwanajeshi. Baba yake huyo binti ni mwanajeshi, ana cheo kabisa kule kazini kikubwa tu, kwa sababu mpaka pale nyumbani kwao anasema siku zingine baba yao huwa anaendeshwa na gari. Sijajua hao wanakuaga ni nani baba huyo binti. Alafu pale nyumbani kila siku jioni kuna watu huwa wanaenda ambao ni sijajua ni nani, wanasema kuna walinzi huwa wanaenda kulinda pale nyumbani kwao yule binti. Kwa hiyo yeye ni geti kali. Inapofika mchana wazazi wake wakienda makazini, ndo anaenda kwa marafiki zake ambao walikuwa wamesoma nao kipindi hicho. Kwa hiyo ndo huwa wanazunguka pale, ikifika jioni anarudi. Hata akifika ndani simu huwa hatumii sana, lakini pia hata kuchata anamwambia kabisa ikifika muda fulani hivi tusichati, labda usiku sana, atakapokuwa tayari wameshaenda kulala ndo anaweza kachati nao. Anasema sasa akaja kugundua yote hayo. Sasa ikawa ni swala wakati ya watu wote wawili. Anasema yeye hilo alikumtisha, kwa sababu binti alikuwa anajiamini, anaona kabisa kwamba hamna kosa lolote ambalo wanalifanya na amempenda mshikaji. Anasema akapanga mkakati mmoja kwamba sasa kinachotakiwa, kwa nini miaka yote unakaa kwa baba mdogo wako, kwa nini usipange chumba cha kwako? Anasema yule binti akawa amempa challenge hiyo, ungekuwa umepanga chumba cha kwako sasa hivi mimi na wewe ungekuwa tayari
tumeshaanza mahusiano. Alikuwa na shauku sana, sio kwamba ndo alikuwa hajawahi kuanza kabisa. Anasema alikuwa ameanza mahusiano yale tu ya kuna nini tu si kivile. Na yule binti na yeye alikuwa na shauku sana, ila watakutana wapi ndani. Mshikaji anasema yule binti alipompa hiyo challenge, jamaa alianza kupambana. Kuna visenti fulani ambavyo anavishika, akatafuta, akaomba atafute chumba. Anasema alipata chumba pembezoni kabisa. Ile nyumba ilikuwa haina umeme, inatumia umeme wa sola. Na alipata kile chumba walikuwa wanapangisha kwa shilingi 7,000. Na pale palikuwa na wapangaji wengine tu wa kawaida, ile nyumba ilikuwa haina fence. Mshikaji anasema kweli akawa amepata kile chumba na akamwambia yule binti sasa ameshapata chumba. Sasa kuna vitu ambavyo vinatakiwa magodoro, sijui nini na vitu vingine kadhalika. Sasa yule binti tena akawa amepotea. Mshikaji wakati bado kile chumba amelipia bado hajaanza kukaa. Mwamba anasema alianza kununua vyombo kidogo kidogo, anaweka mle ndani, ana shauku kumsubiria huyo mwanamke, sio kumuoa, ila ana shauku ya kupata penzi kutoka kwa huyo mwanamke. Jamaa anasema kwamba ameenda hivyo maisha yake hivyo mpaka ilipofika tena ilikuwa ni likizo ya mwezi wa 6, yule binti akawa amesharudi. Sasa yule binti alivyorudi, mshikaji alikuwa tayari ameshahamia pale ndani. Anasema alijaza tu makoti nini, alikuwa amejaza tu makoti na vitu vingine, ndio alikuwa analala pale ndani, alikuwa hana godoro. Maisha alianza pale, alikuwa anapika humo ndani. Sasa yule binti alipofika kweli wakafika na wakaanza mahusiano na huyo binti. Anasema walienda mpaka kile kipindi chote cha likizo. Kila mtu alikuwa hasikii mtu yeyote. Yaani mnajua yale mahusiano watu wakiwa wametoka shule. Anasema wameenda hivi zingine wanajisahau kwenda kaush. Maana yake yule binti asubuhi tu wazazi wake akitoka na yeye anatoka na nyosha kwa mshikaji. Mshikaji huyo binti akija mle ndani atakuja sio amebeba mchele, anasema mara amebeba dagaa, sio mara amebeba vitu vingi ambavyo wamenani. Sasa anasema wakaja kugundua nyumbani kwa yule binti, nyumbani kwao. Walivyogundua hawakumwambia yule binti. Jamaa anasema siku moja asubuhi wakati yeye anajiandaa kutoka, mama wa huyu binti alienda kugonga mlango.